majina mimi naitwa John Peter Mahona, natokea Nyamanzi. Namshukuru Mungu kwa kuwa Mungu ameweza kunifikisha hii siku ya leo. Nikaweza kutoa ushuhuda kuhusu mambo makuu Mungu aliweza kunitendea. Nikaweza kukuza imani yangu ya kuona kwamba Mungu ni muweza yote. Nina mengi ya kuongea, lakini leo nimependa niongelee kwa hili swala ambao Mungu alinitendea. Yani nikaona ni kitu cha ajabu sana. Mungu ana uwezo mkubwa sana. Katika maisha yangu kabla sijaokoka nilikuwa naishi kama watu wengine. Unajua mtu akiwa hajaokoka kuna maisha naishi. Nilikuwa mtu ambaye nilikuwa navuta bangi, nilikuwa na pombe, nilikuwa navuta sigara. Sasa katika maisha yangu hiyo vitu nilikuwa natumia. Kuna muda nilikuwa sipendi, nilikuwa mimi mwenyewe naona hivi vitu havinifai. Nikatamani kuviacha, lakini nikashindwa. Kwa nguvu zangu mwenyewe nikashindwa. Kuna kipindi ilifikia nikawa naacha wiki moja, wiki nyingine narudia tena kuvuta. Narudia tena kunywa zile pombe. Yani nikashindwa, nikawa nakosa amani. Sasa ilifika siku moja, kuna rafiki yangu, walikuwa rafiki yangu sana. Siku moja tukaongea naye, akaniambia ndugu yangu twende kanisani. Nikamwambia twende kanisani, twende lini? Akaniambia tutaenda Jumanne, tutaenda kanisani. Sasa hiyo siku tulienda kanisani, tumefika ibadani. Mchungaji alifundisha. Alivyofundisha ilifika muda akasema msimame tusali, tuombe. Tulivyosimama tukaomba, mimi nilijisikia kudondoka. Nataka kudondoka. Sasa nikakaa kwenye kiti. Nilivyokaa kwenye kiti, mtu alikuwa pembeni yangu alinigusa na mkono wake. Sasa hivyo nigusa, nikainuka, nikaenda kumwangalia, nikaona mchungaji ametoka kule madhabahuni, akaja mbele yangu, amekinga mikono yake mbele yangu. Nilivyoona amekinga mikono, nikaweka mikono yangu katika mikono yake. Akanivuta, akaniinua, akaniambia maombi uliomba asubuhi, uliomba amani, pokea. Nilibishi naye nikasema mimi sijaomba amani, kwa sababu muda huo nilisikia kwamba amesema nimeomba amani, maana yake hela. Nikasema mimi sijaomba hela, kwa sababu hiyo siku nilikuwa nimeomba Mungu. Nikasema Mungu, naomba amani ndani ya moyo wangu, ndani ya roho yangu. Sasa ndo alivyosikia nimbishia, akarudia sasa polepole, akaniambia asubuhi umeamka, wakati umeamka umeweka miguu chini, ukamwambia Mungu, mimi nakosa amani ndani ya moyo wangu. Leo nakuja, nataka nione amani ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo amani ambayo umeomba, pokea. Kwa siku hiyo ndio siku ya kwanza nilianza kuona nguvu ya Mungu. Kweli niliona nguvu ya Mungu, kitu ambacho nilikuwa sijawahi kuona maishani mwangu. Nilikuwa nasikia tu, lakini ndio siku ya kwanza nilianza kuona nguvu ya Mungu. Kwa sababu nilikutwa na kitu, nikapata nguvu ya kuweza kukimbia, ya kuweza kuongea. Nakumbuka hiyo siku nilivunja viti vya watu karibia 15. Kwa sababu nilikuwa na nguvu nyingi sana. Watu walinishika, wakawa kama vile, nilienda kuzinduka. Nikakuta nimeroa, nimegaragara chini, nimefanya nini, sielewi. Viti nimeshavunja karibia 5 au 10 viko pale nimevunja. Sasa toka hiyo siku ndio siku ya kwanza niliweza kuona nguvu ya Mungu, kwa sababu ile kiu nilikuwa nayo ya sigara, ya pombe, ya bangi, mpaka kufika leo sijawahi kuvuta tena. Hapo ilikuwa mwaka wa 2015 mwezi wa 9, sitosahau. Sasa nilienda kwa wokovu mdogo mdogo, nikawa naenda ibadani, nikawa nasikia neno la Mungu. Baada ya hapo niliweza kutoka bara nikaja huku Zanzibar. Nilipofika hapa Zanzibar, nilipata bahati ya kuajiriwa. Nashukuru Mungu kwa kuwa Mungu amenipatia vipaji. Nina vipaji vingi.
Sasa nilibahatika kupata bosi akaniajiri, nikafanya kazi kwake. Sasa katika kufanya kazi kwake, yeye nilikuta mambo ya wokovu ni kitu alikuwa hicho kitu kiko mbali naye. Alikuwa mtu anapenda ushirikina. Sasa katika ushirikina wake alikuwa anafanya, katika biashara yake alikuwa kuna dawa alikuwa analeta ofisini ili zisaidie kuleta wateja. Sasa mimi nilivyoanza kazi akaanza kunishirikisha na mimi ili niwe natumia zile dawa. Sasa mimi nikamwambia bosi wangu, bosi, sasa mimi hivyo vitu mimi siwezi kuvitumia. Akasema kwa sababu gani? Nikamwambia mimi nimeokoka, nimeoshwa kwa damu ya Yesu, haina haja ya kuoshwa na hizo dawa ambazo zimetoka kwa waganga. Mimi najua damu ya Yesu imetosheleza kwangu, sina haja ya kuoga tena kitu kingine. Bosi akasema haya. Lakini akawa ananiambia wakati tumemaliza kazi jioni, ananipa dawa za kudeki ili nideki. Mimi nikamwambia mimi siwezi kutumia hivyo vitu hata siku moja. Nikamwambia wewe tumia, mimi lakini sitotumia hivyo vitu hata siku moja. Sasa bosi kwa kuona ameona nimemkomea kutumia hivyo vitu, tukaanza kugombana, tukaanza kutoelewana naye. Tulivyoanza kutoelewana, wakati nilikuwa nafanya kazi kwake nilipata bahati nikapata mteja. Huyo mteja nienda kumhudumia, lakini ilikuwa ni mtu Mungu aliniandalia ili huyo mtu awe mtu wangu ambaye anaweza kunifikisha sehemu Mungu alikuwa ameniandalia kufika. Alikuja kama mteja, mimi nikampokea kama mteja. Nilipompokea tukaongea naye, akasema kabla ya kunihudumia njoo kwanza tuongee. Kaniweka pembeni tukaongea, kanaambia hii huduma ambayo unafanya hapa na mimi nina ofisi kama hii, lakini mfanyakazi sina, hayupo. Aliondoka, alipata shida akaondoka, kwa hiyo nahitaji mfanyakazi. Nikamwambia sawa, mimi niko nafanya kazi hapa, nilikuwa na miezi miwili hapa, nilikuwa na mwezi na nusu hapa niko nafanya kazi hapa. Ndo akaja. Sasa nikamwambia ngoja nitakutafutia mfanyakazi. Kaniuliza utamtafuta yupo au vipi? Nikamwambia mfanyakazi yupo, lakini hana nauli ya kufika hapa, yuko mbali, yuko bara. Yuko bara wapi? Nikamwambia yuko mkoani Tabora. Akasema ngoja nende nitafute nauli, nitakutumia nauli ili umtumie aje. Ilifika sasa baada ya wiki 2 ndio bosi tukawa tuelewane sana, kwa sababu vile vitu vyake alikuwa anataka nitumie, mimi nimekataa kuvitumia. Bosi akawa hatupatani, hatuelewani. Tukaanza ugomvi naye. Sasa tulipoanza ugomvi naye, yule mtu ambaye alikuwa amekuja kutafuta mfanyakazi aliniachia namba zake za simu. Sasa nikampigia simu nikamwambia ndugu yangu, umepata mfanyakazi, mbona umekaa kimya? Hapo ilikuwa baada ya wiki 2. Akasema bado sijapata. Nikasema sasa vipi, bado namhitaji? Akasema ndio namhitaji. Nikamwambia kuna mtu nimeweza kupata, sijui kama naweza nikamleta. Akasema mimi kwa leo nipo shamba, lakini nikirudi jioni nitakutafuta muje naye umlete. Nikasema sawa. Hapo bosi tumegombana, ameshaniambia niache kazi yake. Nimeacha kazi kwa bosi, amenifukuza. Sasa yule jioni nikasubiria kama atarudi kutoka shambani kule, hajanipigia simu hiyo siku. Nimetulia hapo, nimelala. Alinipigia simu alfajiri saa 11. Akaniambia samahani, jana sijakutafuta. Nimerudi usiku, nikaona haina haja nikutafute usiku. Sasa ndio nimekutafuta sasa hivi asubuhi. Unaona vipi, unaweza kaja ukamleta yule mtu? Nikamwambia haina shida, nikiamka nitamleta. Akaniambia ukianza safari unaambie nikuelekeze nilipo ili unikute. Akasema sawa. Niamka saa 1:30, nikaoga, nikajiandaa, nikaanza safari. Nilianza safari nikamuuliza, kanaambia panda gari uje maeneo ya Maungani. Ndio nikaja hapo Maungani. Hapo kipindi hiko nilikuwa sijapata sehemu pa kusali. Nilikuwa nimetoka bara, sina sehemu pa kusali, najifikia nisali wapi. Ndio sasa nimefika hapo kwa huyo bosi wangu, amenielekeza, nikafika kwake. Tukaongea naye, nikamwambia mimi tumegombana na bosi wangu, tumegombana kutokana na hichi na hichi, yani tumeongea hivi na hivi. Lakini nikamuuliza, sasa we wakati umeanza kazi hapa, kuna kitu uliweka hapa kama dawa ya kuvuta wateja? Akasema mimi hayo mambo siyatumii. Nikamwambia kama uyatumia hayo mambo, mimi nitafanya kazi kwako, kwa sababu bosi wangu tumegombana
kwa kuwa anataka nitumie madawa. Sasa ndio nilikuwa nakuuliza nawe nijue kama unatumia hivyo vitu. Akasema mimi hapana, situmie hayo mambo. Nikasema hapo tutafanya kazi. Ndio tukaanza kufanya kazi naye. Baada ya mwezi mmoja akanambia kama anataka auze ofisi ahamie Morogoro. Akasema kwa kuwa unafanya kazi vizuri wewe, tutaenda wote. Nikasema basi sawa. Lakini kuna kitu nilikuwa nimeona, hiyo sehemu nilikuwa naona napata wateja, napata hela. Nilikuwa nimeshapenda hiyo sehemu. Aliniandalia kazi nyingine nzuri. Hiyo kazi nyingine aliniandalia, niliajiriwa kama mfanyakazi, nimeenda kufanya kazi. Sasa nilipofika kwa hiyo kazi, huyo bosi wangu akasema anataka tuuze hiyo ofisi, tuhamie Morogoro. Mimi nikasema sawa, lakini nikajifikiria nikasema mbona hii sehemu nimeipenda. Hapo nilikuwa najifikiria mwenyewe kimoyomoyo, hii sehemu nimeipenda. Sasa tunaenda Morogoro vipi? Ndio nikaanza kujifikiria kwamba naweza nikampanga bosi, nikamuomba aniuzie hiyo ofisi kama nataka kuiuza, ili niwe namlipa polepole, yeye aende, mimi nibaki hapo. Mimi nilikuwa sina hata shilingi moja mfukoni. Japo nilikuwa nafanya kazi kwake, hela ambazo nimepata tunagawana. Alafu nilikuwa bado mgeni, yani ni kazi ya kuzoweza watu ili wapatikane wateja, yani ni wa kutafuta. Kile kidogo nilikuwa napata, lakini nikaona nikiendelea kuwa hapa nikawa na matumaini kama ninaweza nikafika kwa malengo yangu. Nilikuwa nataka kufanya kazi zangu, niache kuajiriwa. Sasa alivyosema kama anataka tuende Morogoro, nikawa na hilo wazo, nimuulize aniuzie, niwe namlipa polepole mpaka nimalize kulipa, aniuzie ofisi yake. Kwa sababu alikuwa anataka kuiuza, mimi nikaona naweza nikamuuliza ili tufanye mkataba, niwe namlipa polepole mpaka nimalize kumlipa. Nilivyomuuliza akasema, alivyosema kama anataka kuuza, alitafuta mtu tena yeye mwenyewe, akaleta mtu wa kununua ile ofisi. Walifika wakapiga mahesabu, kila kitu kimo ndani ya ofisi. Walivyomaliza kupiga mahesabu, akaona ofisi gharama yake ni zaidi ya 700,000. Kuna vitu alitoa, akasema hivi siwezi kuvichukua, wakavitoa, ikawa 700,000 na kitu. Sasa akamwambia atampa 300,000 yeye. Alipomwambia kama nampa 300,000, akagairi kumuuzia. Akasema basi nimegairi kukuuzia wewe, tatafuta mtu mwingine. Huyo amekuja kununua hiyo ofisi, alinivuta nje, tukaongea, akaniuliza hiyo hela inaweza kupatikana? Nikamwambia ndugu yangu, hiyo hela sijui, ni kazi niko nafanya, bado mgeni, niko naangalia. Lakini mimi nilikuwa na wazo, nataka nimwambie aniuzie, niwe namlipa polepole. Huyo mtu akanambia, kwa kuwa una wazo la kumuomba bosi wako akuuzie, mimi simuongeze hela yoyote, nataka nikuache muongee naye, anaweza kukubali akakuuzia. Sasa hajamuongeza hela yote, kwa hiyo 300,000 alikuwa amempatia, kwa kuwa amesikia kwamba mimi na nia ya kumpanga ili aniuzie, mimi nifanye kazi, niimiliki hiyo ofisi. Alivyoondoka yule bosi, tukaongea naye, nikamwambia kuna mtu aliniambia kama anahitaji ofisi kama hii, ngoja nimtafute, nikimpata najua atatupa hela, atainunua hiyo ofisi. Hapo bosi nilimwambia, lakini nilikuwa namdanganya, sikukuwa na mtu wa kununua. Ilikuwa mimi ndo najifikiria ili niweze kufikia, yani nipate mawazo vizuri ya kumwambia ili aniuzie. Sasa kabla sijamuuliza hivyo, ndo nilipata mtu alipita akaja ofisini kwangu. Tukaongea naye, nikamuuliza kuhusu sehemu ya kusali. Akanielekeza, kanambia kuna sehemu mimi naposali ni Efata Maungani. Akanielekeza, nikamuuliza kabisa, kwa sababu nilikuwa na miezi karibia 3 sijaenda ibadani, nilikuwa nimemiss kwenda ibadani. Sasa nilipomuuliza akanielekeza